Hey yo, and this is Traders Freedom again, CO Kevo Pips. Tunarudi tena na mwendelezo wetu wa ICT kwa Kiswahili. Just like tunakuja kuzungumzia kitu kimoja leo kwa haraka tu kwa muda. Leo tutazungumzia entry moja ambayo inafanya vizuri sana, na ukifuatilia kidogo ukafuata sheria hii za entry na ukawa umeweza kubacktest ukazizoea. Yeah, I hope for kwenye chat utakuwa unaziona mara kwa mara, lakini pia zitakuwa zinakupa matokeo mazuri kwa sababu ni entry ambayo it's a major entry. By the way, use all day you get entry, iwe kwenye continuation iwe kwenye reversal. By the way, twende moja moja tu dive kwenye chat, tusiwe na upotevu, tusipoteze muda. Yeah, sorry. Na here today tuna order block, BMS na LTO. Tushazungumzia kitu kwenye channel yetu before, tukaona order block kwamba order block na ikiungana na BMS na tukele LTO, basi tunapata nini? Tunapata entry ambayo tushazungumzia kwenye kama line chart previous, kwenye zipo katika channel yetu. Ukienda ka review, kama wewe ni mtu ambaye umefika leo unaangalia video hii kwa mara ya kwanza katika hii channel, basi unaweza kaenda katika playlist yetu. Kuna playlist ya ICT kwa Kiswahili ambao utaweza kukuta mfululizo wote kuanzia episode ya kwanza mpaka hii episode ya 8. Okay, fine. Twende moja kwa moja kwenye chat. Yeah, twende moja kwa moja kwenye chat tukaone tunapo. Twende moja kwa moja kwenye chat tuone chat yetu leo. Tutaenda ku identify BMS, tutaenda ku identify pia order block ambayo tutafanya siku kuchukua entry, lakini pia tutaona process ya price inavyorudi kwenye order block yetu ambayo ni LTO. Kwanza kabisa umekutana na structure kama hii kwenye market, so tunachotakiwa kufanya, umeshaona sasa, unaangalia previous low ambayo ni hii hapa, lakini previous low unaangalia upande wako kushoto, kama hii ni uptrend by the, kwa price previous high ndio ilikuwa hii hapa. Kwa angalia imebreak yeah, unaangalia kama imebreak, na kama tunavyoona price ili break hapo previous high ikatafuta new high, lakini pia tuweze kuiname, tuweze kila mtu aweze kuiona. Hii ni BMS break of structure au BMS break of market structure, lakini tutaenda kuandikia maneno mengi ili muweze kuwa mnaona mara kwa mara. Lakini pia BMS, kwa kumeshaona BMS, basi tunajua kabisa katika entry yetu kitu cha kwanza ambayo ni BMS tumeshakiona, lakini pia tumeona order block ambapo unaangalia, nilikwambia unaangalia previous low kama ni uptrend, lakini kama ni downtrend utaangalia previous high. Previous low ndo tutaangalia huko chini kabisa. Nishaonesha previous jinsi ya kuchora order block na jinsi ya kumark order block, na tunakuja kuona order block ni hapa. Order block yetu ni hapa ambayo ni candlestick ya bearish na candlestick ya bullish, ambayo order block, what is the order block? Order block is the previous bearish candle period to the up move, kwamba ni previous bearish candle ambayo ni hii hapa tunaiona, period to the up move, unaelewa, na vice versa is true. Kwa tunaweza order block inahusisha candlestick mbili, ambao kuna kama ni uptrend utakuta kuna previous bearish, lakini kama ni downtrend utakuta previous bullish candle, ambao order block yetu sisi ni hii hapa. Naweza kuionyesha vizuri, ni hizi candle mbili hapa ambazo kila mmoja aweza kaziona. Hizi candle mbili ndo order block yetu. Hizi ndo order block, hizi ndo order block. Yeah, let me light a white there. Hii ndo order block, lakini pia order block order block tushapata order block, tushapata kitu cha kwanza ambayo ni order block, tushapata BMS ambayo ni hii hapa break of structure, lakini pia tuna hii ambayo ni LTO. Inaitwa LTO, the process of price to return to the entry to fix
remaining orders. Hii ndo RTO by the way. Kwa tuna vitu vitatu. Tuna order block, tuna BMS, tuna RTO. Tunaangalia price ilikuwa inarudi hapa. Ilikuwa tunaangalia unmitigated order block. Unmitigated order block ilikuwa ambayo ilikuwa haijaguswa ni hii hapa. Lakini hizi zote ambazo zilikuwa zinaenda zote zilikuwa zinaguswa. Ukiona hii iliguswa, ukiona hii pia iliguswa. Umeelewa? Hii pia iliguswa. Hii pia iliguswa order block hapa. Umeona? Hii pia iliguswa. Lakini pia tunasema nini? Price lazima ije kana mitigate order block. Sababu watu wengi wanaweza kuona kwamba angechukua continuation hapa. Hapa continuation hapa. Alipigwa stop loss. Wewe alichukua continuation hapa, alipigwa stop loss. So tujaribu kuwa tunaangalia big structures guys. Tuingie kwenye market tuangalie kwa utulivu, tu observe big structures. Sababu kama hii ni weekly. Hii ni weekly. Kwa hiyo tunaanza kuangalia jinsi gani kwamba market itakuwa ina uwezo wa kurespond trend husika. Ndio maana unaona market ilipofika hapa ili tap, ilikuja kwa kasi lakini ili tap na kuonesha rejection kwamba buyers are starting to enter in the market or buyers are in the market. Ukisema ukikuta kuna hii kuja kuona wale wa surprise zone. Wale surprise zone wanaita hii ni surprise zone. Kwamba price ilipofika hapa kwenye surprise zone, kwenye demand zone. Sorry for that. Wale wa demand na supply hiyo wanasema ni demand zone. Kwamba price ilipofika hapa ili stuck na ikaanza kufanya rejection. Hatimaye sasa ikaanza kujongea juu na hii price itaenda juu kwa sababu ukiangalia vizuri hii price baada ya kugusa hapa, umeelewa, ambayo ikakamilisha vitu vyetu vitatu ambavyo ni order block, BMS na RTO. RTO ni hii ni process ya kurudi, ni process ya market kurudi katika nini? Ni process ya market kurudi katika entry. Process ya market kurudi katika entry. Kwa watu waliokuwa katika soko walikuwa wameka pending order katika hii order block hapa. Na this time watu aggressive wapo tayari kwenye profit. Umeelewa? Wapo some pips. Maana baka market kugusa hapo haijarudi chini mpaka imetembea pips ngapi mpaka sasa hivi? Pips ngapi? Like a lot of pips by the way. A lot of pips guys. Imetembea pips kama 1000. 1800 sasa 1900 pips nyingi sana. Na kama tunavyojua GJ ni money counter, money printer. So hii ni intro ambayo nimesema nitaizungumzia na tunazungumzia tukidiscuss kuna channel yetu ya Telegram na tunakuja discuss kama kuna line chat, lakini niliambia tunaelezea moja baada ya nyingine. Iliyoisha tuliona tumetrade breaker ilifanya vizuri, lakini pia tunaona jinsi gani watu wamechukua buys hapa baada ya kukamilisha vitu vitatu. Kikubwa ni kusubiri lows pray kwamba umeshapata order block ambao unaona kabisa imepeleka price mbali, ambao ni hapa previous order block, ambao ni mitigate order block. Achilia kwanza upande wa pili wa kulia, tuangalie upande wa kushoto, kwa sababu market siku zote ni upande wa kushoto kwanza ndio unafuata upande wa kulia. Upande wa kushoto previous market structure, previous market point au previous order ambazo zimebili main zinaweza kufanya wewe kuingia kwenye market husika, kwa sababu kama hii ni unmitigated order block ambayo ilikuja imepeleka price kwenye upande wa juu au bullish movement kwa kiasi kikubwa sana, ilikuwa ikisupportiwa na hizo continuations za order block. Kwa hiyo nilikwambia order block inaweza kutumika kama reversal, lakini pia inaweza kutumika kama continuation. Kuna hizi order block ndani zilikuwa zinapatikana within the trend, zilikuwa zinaweza kupush market juu, kama order block ya kwanza, order block ya pili iliguswa, pia order block ya tatu iliguswa, zote zilikuwa zina support market hii kwenda juu. Lakini sasa price baada ya kutengeneza order block ambayo ni mitigated, ambayo yenyewe ndio ilianza kupeleka price juu, lakini pia ikafanya BMS kitu cha pili. Kitu tunachokisubiria cha tatu ni RTO. Sasa RTO ikifika kwamba tunasubiri price, RTO ni nini? Ni kitendo cha price kurudi katika unmitigated order block ya trend husika. Kama hii ni ya bullish, kwa tuna expect kwamba price inaporudi katika hii eneo hapa tutachukua bullish au tutachukua buys. Kwa buys ndio walionekana kuanzia hapa. Kwa hiyo tunaamini tukifika hapa ambao tu demand na supply wanasema hii ni demand zone, watu na resistance wanasema ni resistance, kwamba price inaporudi kutap ifanyaje? Iondoke. So price ilifika hapa na kugusa order block, lakini pia ikifanyaje? Ikaanza kuonesha reaction na kuondoka juu. Na paka leo je kurudi. Na hii price kuna watu ambao hawa wanaoingia mara kwanza kwenye ile rejection ambayo ilionekana hapa, hawa ni aggressive, lakini kuna watu ambao siku zote wanadili na market structure,
au tunazungumza watu ambao wanasubiri confirmation. Kwa sababu gani? Tulikuja tukaona order block nyingine ambayo ilienda kutengenezwa hapa baada ya market kufanya rejection. Baada ya market kufanya rejection, price ilionyesha ilitengeneza order block ambayo ni unmitigated order block hapa. Unaelewa? Unapata na kitu ambacho kinaitwa order block. Unaona? Ini ni bullish order block. Kwamba ni previous bearish candle prior to the move. Lakini pia katika hiyo baada ya kutengenezwa bullish order block, tulipata beams nyingine ambayo breakthrough structure hii hapa. Watu tunaiona hii hapa breakthrough structure nyingine. Sasa siku zote tunaambiwa kama ICT traders siku zote hawaachwi na entry. Wakiachwa na entry wanaweza wa kusubiri kwa muda mfupi na kupata entry nyingine. Sasa watu wote tunakuja kupata tena hii confirmation ya hii setup kwamba baada ya kutokea order block na beams na altio price ilikuja na react, lakini pia ikaacha tena mfumo wa kuacha order block, lakini na kufanyaje? Na kufanya beams. Kwa vitu viwili tena vimekamilika. Kwa hiyo ni confirmation ya entry. By the way, price itatembea juu. Na kama tunavyoona price ilikuja hapa ili baada ya kufanya order block, ikifanya BMS, lakini price pia ilifanya RTO, ikarudi katika previous unmitigated order block. Ambapo sasa hivi price kama unaona imeondoka. Kwa nini? Imekuja kwa mkanganyiko, kwa correction, lakini hapa price inavyoonyesha price inaondoka. Kwa nini? Inaondoka watu waliochukua entry ya pili ambayo ni confirmation entry, mpaka sasa hivi imetembea pips ngapi? Mpaka sasa hivi ya kwanza itembea pips 1800 lakini imeshatengenezwa pips 1100. Kwa hiyo still wapo watu kwenye profit. Watu walichukua buy up. Kwamba RTO nyingine waliona ambayo ili confirm entry. RTO return to the order bro. Watu waliona return to the order block nyingine na walichukua entry by the way. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuonesha tu kwamba hii price jinsi gani inaweza kuheshimu unmitigated order block, especially kwenye trend kubwa. Elewa? Especially kwenye trend kubwa. Na watu hapo waliochukua buy hapo. Mpaka sasa hivi watu hapo kwenye buy entry. Na kama tunaona weekly ni weekly. So nipende kuambia tu kwamba setup zetu zipo nyingi, tumesha discuss kwenye previous videos na tunaendelea kuzidiscuss. Kama sasa hivi tunaenda kwenye daily chart kama hivi tunaanza kujionea ili iweze mtu aweze kuelewa kwamba entry ya leo tulio discuss kuna order block plus BMS plus RTO tumeweza kuiona jinsi gani inafanya kazi, na hii inafanya kazi kwenye time frame zote, lakini unashauriwa uchukue time frame kubwa ili setup zako au trade zako ziwe na uwezo wa kuperform kwa matokeo makubwa, kwa sababu we know that high time frame is guide small time frame. Okay, kwa hiyo nimeonyesha kwenye time frame kubwa na hii inafanya kazi kwenye pair zote mpaka kwenye indices. Kwa hiyo kama ni ST traders, chukua hii hadi kwenye entry yako, hadi kwenye watch list yako kama entry ambayo utaifanyia backtest. Fanya backtest kadri uwezavyo. Siamini maneno yangu, fanya backtest kadri uwezavyo, utajionea pia. Utaweza kujionea katika pair tofauti. Kwa hiyo I just want to show you only that. Ya mfano mwingine tunaupata katika USD JPY, na hii ni weekly chart, lakini twende moja kwa moja tuangalie tulipata kwanza nini. Tulipata previous low ambayo tuliangalia previous high. Baada ya kupata previous low tukapata nini? Tukapata BMS ambapo tulipata kwanza previous low ambayo ilitutengenezea order block. Sasa hii order block ili iweze kuwa valid lazima tuangalie upande previous high, kwamba hii previous high, kama ni order block lazima iwe na order block na yenyewe. Kwa hiyo ilifanya BMS hapa, kitu ilifanya ikavilelate hii order block chini hapa, ni BMS ambayo ilifanyika hapa, kwamba tukaona hii BMS tutaitumia katika continuation ya uptrend. So tunaweza tukaangalia kwamba kuna hii BMS hapa, bali BMS structure. Tuliona break of structure, lakini pia ndio ikawa imeweza kuvalidate previous
unmitigated order block ambayo ni hii hapa. Unaona? Previous unmitigated order block ambayo tulitem kamba RTO. Kwa tulitegemea price baada ya kuja kuvunja hapa itakuja kurudi kwa nini? Kuna unmitigated order block ambayo itakuwa ni hii hapa ambayo ilianza kwamba watu wa demand na supply wanaita ni demand zone. Umeelewa? Kwa price tutasubiri ikifika hapa tutafanyaje? Tutachukua entry ya kufanyaje? Ya kubuy. Kwa hiyo ndio maana siku zote tunaambiwa uwe mtu ambaye unasubiri confirmation. Sometimes kutrade bila confirmation inaweza kufanya upate risk, kwa sababu kama huyu hapa. Huyu kweli ni order block ambayo ni mitigate, lakini ni order block ambayo ilipeleka price mbali, ina vigezo vyote, lakini price ilikuja kwa nguvu sana kiasi kwamba hii action reaction price ambayo ilikuja nao hapa ilikuja ambao mtu ambaye aliweka pending order hapa na akaweka stop loss hapa chini ilimtoa nje. Lakini kwa mtu ambaye anasubiri confirmation, ndio maana siku zote confirmation is the key. Haijalishi unajua ujue. Kama unajua unachokifanya, siku zote lazima usubiri confirmation. Kwa mtu ambaye alisubiri hapa, price baada ya kufanya RTO ilikuja ikatap, ikafanya shift, ikafanya BMS hapa. Ikafanya BMS kingine hapa. Break of structure. Lakini pia ikarudi kwa mitigate order block ambayo ilipatikana baada ya kuja baada ya kufanya stop loss hapa. Hapa watu tuliangalia order block ambayo ilikuja kufanya stop loss ambayo ni hii hapa. Ambayo ni hii hapa. Price ilifanya BMS pale, ikafanya confirmation na ikarudi ikafanya RTO, lakini price imekuja hapa na sasa hivi imeheshimu na watu wamechukua buy. Kwa hiyo ni RTO. Hii ni RTO. Unaweza kuona jinsi gani price inafanyaje? Unaweza kuona jinsi gani price inaheshimu order blocks. Kwa hii ni setup ambayo inaweza kutupa pesa, na mpaka sasa hivi price imekuja kuchukua entry na bado imeconfirm, na tuna uhakika hii price itaenda juu. Tuendelee kuifuatilia hii price, lazima ipush juu, lazima ipush juu. Kama hapa ili push imekuja paka hapa, watu walichukua pips, watu ambao sokoni walichukua profit kidogo, na sasa hivi inarudi hapa, lakini price itarudi huko juu. Hii clear liquidity iendelee na continuation ya uptrend, kwa sababu hii price ipo katika uptrend. Kwa hiyo you can screenshot that na ukafanyia mazoezi, na lengo na mazumuni tu hakikisha kila mtu apaweza kuweza ku trade. Na usisahau ku share this video, by the way, share, na kuna link kuna description, tutaweka link ya channel yetu. Kwa hiyo like muda tunaposhare YouTube, basi unaweza connect na sisi moja kwa moja kwenye channel yetu ya YouTube ya Telegram, ambayo inaweza kufanya ukawa unapata knowledge mbalimbali, kwa sababu tunatoa knowledge ya Kiswahili ambayo tunazungumzia trading strategy ST, lakini pia tunazungumza mambo mengi, ukiwepo jinsi ya kuchagua brokers wazuri, jinsi ya kupata legit profit na nini. So ni inform to that like hatutaishia hapa. Nachofanya mimi ni ku give a feedback na material ambayo kidogo yanaweza kufanya wewe ukawa successful trader, ikafikia tu ukaweza kufanya analysis mwenyewe, ifikie tu ukaweza kuchukua trade mwenyewe. Na nimeizungumza kwa lugha ya Kiswahili ni kwa lengo watu ambao hawawezi kuelewa lugha ya Kiingereza, lakini pia ni channel ambayo ni ya Kitanzania, so tunaongea lugha yetu, by the way. So don't forget to subscribe, comment if you need something. Tutaweza kuja kujibu baadaye. Usiogope kucomment, usiogope kuuliza. Yeah, na all things tuna ensure that tuta provide hapa. Leo tunazungumzia entry ambayo ni order block, BMS na RTO, lakini pia kesho kutwa au video inayofuata tutaweza kuzungumzia entry nyingine. Kwa stay tuned, na ili stay tuned, just subscribe, each and the notification tutazokuwa tuna update katika channel yetu, utaweza kuwa na uwezo wa kuzipata kwa haraka, lakini pia unaweza kuwa na uwezo wa kunlearn kila siku huku unaendelea kujifunza. And I think vitu vingine tutaendelea kushauriana humu. Karibuni sana.